mwanasheria, umezungumza kwamba bodi ya ligi ndio watu wenye waliokabidhiwa mamlaka ya uendeshaji wa ligi kuu Tanzania bara kwa niaba ya TFF. Kwa niaba ya TFF. Ndio. Tunaona kukiwa na mikutano ya wanahabari na makocha wamekuwa wakitoa taarifa. Kukiwa na waamuzi wa mchezo kumekuwa kunatoka taarifa. Lakini juu ya taarifa ya timu kufanya mazoezi siku moja kabla ya mchezo, mara nyingi taarifa hizo huwa hatuoni. Lakini ukitazama kwenye kanuni za CAF, tunaona taarifa zote ya kuelekea ule mchezo zinakuwa zimeainishwa. Lakini leo hii tunasikia kwamba ili timu iweze kufanya mazoezi ni lazima iweze kutoa taarifa, wakati tayari wasimamizi wa vilabu ambao ni bodi ya ligi wana mlolongo mzima. Lakini kwa nini wanaficha kuainisha juu ya timu kufanya mazoezi, hali ambayo inapelekea sintofahamu ya namna hii? Taratibu kama nilivyosema mwanzoni kwamba haki, unapoitafuta haki pia kuna mwenendo wake, kuna mchakato wa kuelekea katika kutafuta hiyo haki. Na kikanuni kwamba kama unayo haki, kwamba una haki masaa 24 au muda fulani kabla ya mechi upewe haki ya kutrain. Utaratibu ukoje? Kanuni inasema kwa mujibu wao wanavyoeleza kwamba taarifa namna hiyo lazima iweze kuifikia TFF au bodi ya ligi. Alafu bodi ya ligi itatoa taarifa kwa kwenye uwanja. Kwa nini hii imetokea hivi? Kwa sababu hizi kanuni tulizichukua FIFA na CAF. Dunia ya kwanza vilabu vyote vikubwa vya level ya Yanga na Simba vina viwanja vyao. Kwa hiyo kanuni hiyo imekuja na dhana kwamba uwanja utakao kuwa unachezea ni uwanja wa timu mwenyeji. Lakini mazingira kwetu hapa tofauti. Uwanja unaochezea unamilikiwa na serikali. Kwa hiyo kuna mamlaka nyingine ambayo inatakiwa uingeje, uwasiliane nayo ili kuweza kupata hiyo haki. Katika vilabu, katika maana ya vilabu hivi viwili na utekelezaji wa kanuni ya namna hii, mimi naona kwa maoni yangu kwamba taratibu za namna hiyo za maombi ni muhimu mno. Kwa sababu sio Yanga wala sio Simba ambayo unaweza ukawalaumu kuhusiana na umiliki wa uwanja. Yule mmiliki angeweza pia kuzuia. Hamna kitu unachoweza. Sports Arena.